Yes, bado endelea kunifollow, endelea kusubscribe kwenye channel yangu, pia endelea kufuatilia mambo mazuri. Na mimi leo naomba nizungumze tena kwa mara nyingine kwenye hili swala la sakata la Simba na Yanga tarehe 8 mwezi wa 3, mechi iliyoahirishwa. Ilitarajia kupigwa saa 1 usiku, saa 1:15 usiku. Mechi iliahirishwa kutokana na Simba kuzuiwa kuingia getini mnamo tarehe 7 majira kama ya saa 2. Sasa ile sakata liko hivi, nimefuatilia sehemu zote zaidi kwenye vyombo vya habari na kwenye vyanzo vyangu vile muhimu. Nimeona kwamba na mimi nilifikishe kwa staili hii. Hebu sikiliza. Ukiwa kama mtu wa mpira, kuna muda ifikie tuzungumze ukweli. Yaani tuachane na Simba, tuachane na Yanga, tuachane na Geita Gold na Kagera na kadhalika. Tuseme mpira. TFF imekosea. Tunapoacha kufata kanuni za mpira, tukafata matakwa ya watu, tukaacha taratibu za kimpira, ili swali kofia. Leo atalia shabiki wa Yanga, lakini kuna siku mtambue huyu Alex Karia anayesema yeye ni Coast Union. Hakuna. Yaani hapa Tanzania, yaani ukiwa uko ni Mtanzania, rafiki yangu naomba unisamehe sana, najua wewe ni Mtibwa. Ukiwa wewe ni Mtanzania, unaishi Tanzania, utashabikia vilabu hivi viwili. Hivi vilabu anashabikia mganga, anashabikia mchungaji, anashabikia kila unayemuona, isipokuwa tu ni yule mtu asiyejua mpira. Ukishajua mpira, wewe utashabikia vilabu viwili, Simba au Yanga. Kwa sababu hata kiongozi wa Azam yeye pia ni shabiki wa hizi timu. Sio, unanielewa? Kwa wakati tunafurahia leo, wale Skaria anafanya madudu pale kwenye TFF. Mimi hapa itatifua. Furahia. Kuna siku atakuja kuingia kiongozi ambaye yuko upande wa Yanga. Je, mpira unaenda wapi? Hebu tuliangalie hili. Mpira utaenda wapi? Je, ifikie muda Yanga anaenda pale uwanjani wakati rais amekuwa mwingine na yeye ana chembe za kuwa shabiki wa Yanga. Yanga akienda pale getini akazuiliwa tu, akafika pale akachola akageuka. Alafu ikatolewa taarifa kwamba Yanga amefanywa fujo getini CCM Kirumba. Kwa sababu si ameona image siwezi. Anatumia tu tekniki. Naye anageuza, anachola, anarudi zake Dar es Salaam. TFF anaposti kama mechi imeahirishwa kutokana na taratibu za kiusalama. Hivyo imekaje? Sasa tusipokemea huu kweli wa leo na kuambia TFF wajiuzulu kwa hili na taratibu za kisheria zifate, Yanga najua wana msimamo sana. Hakuna klabu yenye msimamo Tanzania kama Yanga. Mimi najua Yanga atafanikiwa. Yuko tayari asamee hata hizi pointi 3 Simba apewe. Yuko tayari Yanga kwenye haki apoteze hata pointi 15. Anajua hawezi kushuka daraja kukata pointi 15, ila asimame kwenye haki. Mimi nawajua wazee wa Yanga. Mimi najua kwa nini Yanga ilianzishwa. Pia tunajua kwa nini Simba ilianzishwa. Tunafahamu. Na kama unajua, lazima uheshimu. Lazima ufuate taratibu. Kwa wale Skaria na jopo lako, kama kuna sehemu mliteleza, naomba msimame na muiombe samahani shirikisho la mpira Tanzania, kwa sababu nyinyi ni watu. Nyinyi ni hiyo ni TFF. Nyinyi ni watu. Tambueni. Masaa 72 yako wapi? Tuachane na vifungu vingi. Twende kwenye masaa 72. Sheria inasema hivi kwamba ni lazima kwanza mpira uchezwe ndio twende kwenye hukumu. Kama Yanga alikosea, faini yake inajulikana. Na wewe usiyeingiza timu uwanjani, faini yako inajulikana. Simba ana makosa. Simba ameingiza mtegoni TFF. Ndio maana hata mimi hapa nasema TFF ndio wenye huu msalaba. Msalaba TFF wa ubebe. Simba alichofanya amepoteza penseli, alafu akaamua kuitafuta mwenyewe. Yaani amejiibia penseli alafu itafuta. Yeye akajua hawa sio na mapenzi. Hawa ataingia tu kwenye mtego. Hatokubali. Ataingia kwenye mtego. Na ameingia. Kwa TFF hivi viatu ni vya kwenu. Mmalize vizuri.
msituharibie mpira wetu. Wale Skaria, maliza hili vizuri. Mimi najua baba unajua mpira. Umeitoa mbali sana hili. Sasa hekima, busara, maarifa yako yanahitajika kwenye hili swala. Mimi Simba alichokifanya whatever, yeye hana shida, hana tatizo. Amekuingiza kwenye mtego, TFF umeingia kwenye mtego. Kwa hili lako, masaa 72 yako wapi? Hivi mnawachukuliaje watu waliokata tiketi? Mnawachukuliaje watu waliosafiri? Mnawachukuliaje watu waliotoka nchi mbalimbali? Hivi hao watu mnaonaje? Leo simple tu, unaahirisha mechi. Ulikuwa unashindwa kusema Simba peleka timu. Hivi Simba hujui ule uwanja? Hivi Yanga hujui ule uwanja? Eti hivi Simba hujui hali ya hewa? Yanga hujui hali ya hewa? Hivi mara ngapi Yanga afanye mazoezi pale ya mwisho na anapeleka timu? Mara ngapi Simba afanye mazoezi ya mwisho na anapeleka timu? Acheni kuendesha ligi yetu kiushikaji. Engineer usipokee simu, ni heri ukate point 15. Ni heri upokonyo point 3. Mashabiki wa Yanga na sisi wa Simba tukiwepo, tuko tayari kuona unasimamia kwenye haki na tamaduni za sheria ya mpira, kunyoosha mpira wetu ili Al Hilal atuogope, Mamelodi atuogope, Kaizer Chiefs atuogope na timu zingine. Kwa upuuzi huu, kama nyinyi Yanga hamtosimama, tutakuwa ni kila siku ni watu wa kuendeshwa. Kama hili leo tunalifurahia mashabiki wa Simba, siku huyo wale Skaria muda wake utaisha. Simba mna nguvu kubwa, Yanga wana nguvu kubwa zaidi. Ni timu iliyoanzishwa, ilianza kukusanya mashabiki, ndio ikaja Simba Sport Club. Sasa tutaingia kwenye huu mtego, tutakuja kuteseka miaka mpaka 30. Yanga wanachukua tukombo kupitia hili. Nyinyi angalieni kwa macho haya ya kibinadamu. Sio wengine tunaliangalia kwenye macho ya kiroho. Ndio maana tunasema hizi. Furahieni tu uje medali anavyosimamia kuzungumza tu. Huu ni upuuzi. Basi sasa 72 yako wapi? Taratibu ya mpira anaijua. Sasa sawa. Kama mnahitaji hili mashabiki wa Simba tulifurahie, akitoka wale Skaria pale aingie medali sahihi.